Unatazama Ndizi TV. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, ni wakati wa pambazuko la Ndizi TV. Natumai kuwa ubuheri wa afya na umekuwa na usiku mwanana. Langu jina Jacinta Nyabeta, nitakuwa nakuelezea ni yapi yale yanaendelea nchini Kenya, haswa yaliyojiri hapo jana, na pia kuangalia yaliyomo magazetini. Na kwenye awamu yetu ya tatu siku ya leo tutakuwa na mgeni ambaye tutakuwa tunazungumza masuala ya kisiasa, haswa kwa wanawake. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ambayo tutakuwa tunakuelezea mengi zaidi ambayo yanaendelea kwa njia ya siasa nchini Kenya, na pia kuelezea ni yapi yale yanaendelea kwenye dira ya tofauti ulimwenguni. Kwa hivyo ungana nasi, na pia kwenye mitandao yetu ya kijamii utatupata @Ndizi TV Africa on Facebook, Instagram, TikTok, X account pamoja na YouTube. Utatupata @Ndizi TV News, na pale tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke ili tuweze kukuelezea ni yapi yanayoendelea nchini Kenya. Kwa hivyo siku ya leo nitakuwa nakuelezea ni yapi yalitokea hapo jana na ni yapi ambayo tunatarajia yatokee siku ya leo. Tunajua kwamba ziara ya Rais William Ruto bado inaendelea Mlima Kenya, ambapo alianza na kaunti za Laikipia na Kirinyaga na Nyeri siku ya kwanza. Siku ya pili iliyokuwa jana akaingia kwenye kaunti ya Meru na kaunti ya Kirinyaga. Siku ya leo pia atakuwa anazunguka ama anazuru kaunti zingine nyingi kwenye Mlima Kenya. Kwa hivyo sijajua kwamba wewe fikra zako ni zipi kuhusu ziara yake Rais William Ruto Mlima Kenya. Ulikuwa unafikiria kwamba atakuwa anapokelewa jinsi amepokelewa, au unafikiria nini? Na pia kuna mambo mengi ambayo Rais William Ruto amekuwa akizungumzia, tukianza na labda Rigathi Gachagua kusema kwamba bwana Rigathi Gachagua ambaye alikuwa naibu wa rais wake, akisema kwamba alimuomba shilingi bilioni 10 na kidogo. Rigathi Gachagua tulikuwa tumeona hapo awali pia akisema kwamba Rais William Ruto alikuwa amempokeza shilingi bilioni 2, lakini akakataa. Na Rais William Ruto kwa hizo shilingi bilioni 10 pia alikataa kumpa, huku rais akisema kwamba Rigathi Gachagua alikuwa amemwambia kwamba alikuwa anataka shilingi hizi bilioni 10 zimsaidie, ama ndiposa bwana Rigathi amsaidie Rais William Ruto kupata umaarufu kwenye Mlima Kenya. Lakini ni baadhi tu ya yale ambayo tunaendelea kufuatilia haswa kwa kisiasa nchini Kenya. Na siku ya leo pia tutakuwa tunaona kwamba ni yapi yale yamepatiwa kipaumbele kwenye magazeti yetu tofauti, ikiwemo The Standard, The Star Newspaper, Daily Nation, Taifa Leo na The People's Daily, ili tuone kwamba ni yapi yale yamepatiwa kipaumbele na pia kuyachambua kwa njia mwafaka kabisa. Na pia jana, siku ya jana, tuliona visa vingi vya ajali, na wazazi kwa sasa wanaendelea kuhimizwa kwamba wachunge watoto wao, kwa sababu tuliona kwamba jana shule nyingi zilifunga. Watoto kwa sasa wamerudi nyumbani kwa likizo yao ya kwanza ya muhula wa kwanza, na tumekuwa tukiona visa vya ajali barabarani. Sijui kama ni madereva hawapati hawapati ile tahadhari kwamba wanafunzi kwa sasa wanatembea wengi, wako wengi kwenye majiji yetu tofauti nchini Kenya. Lakini niliona visa vingi vya ajali haswa kwa wanafunzi wa vyuo vya sekondari na pia shule za msingi. Kwa hivyo kwa sasa wazazi wanaendelea kuhimizwa kwamba waendelee kuwachunga watoto wao, wasiwache tu watembee tu hivyo. Wewe kama mzazi chunga mtoto wako, mwelekeze kule nyumbani, kwa sababu kwa sasa wamekuja likizo yao. Kwa hivyo tuweze kuwachunga watoto wetu ili tudharishe. Kwa hivyo siku ya leo tutakuwa tunazungumza mengi, lakini kabla tuanze ni kuwapa tu himizo la siku ya leo ili tuweze kuanza siku yetu kwa moyo mkunjufu na pia kuanza siku kwa roho nzuri, na tukiwa na himizo kidogo unachangamka na unajua kwamba ni kipi kile utakachokuwa
unafanya. Siku ya leo himizo nitakuwa naitoa kwenye kitabu cha Waefeso 2 tusome 8, ambayo inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Nirudie tena, Waefeso 2 tusome 8. Inasema kwamba kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kwa hivyo yale yote ambayo unayafanya, mmeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani, lakini sio wewe umeyafanya, ila ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo endelea kumtumainia Mungu, na yeye atakupa neema nyingi na atakufungulia milango ambayo labda unaangalia kupata kazi fulani, ama unaangalia kufika mahala fulani. Najua kuna zile resolutions ambazo watu hukua nazo kila wakati mwaka unaanza, lakini resolutions si za mwaka tu ukianza. Pia inaweza kuwa mwezi ukianza, kwa sababu tunajua kwamba kwa sasa tuko tarehe 3 mwezi wa Aprili. Kwa hivyo labda kuna yale mambo ambayo haukuyafanya vizuri miezi 3 iliyopita. Kwa sasa bado unaweza kumake hizo resolutions. Kwa hivyo tumshukuru Mungu, tuendelee kumwamini Mungu, kwa sababu yeye ndiye anatuongoza na yeye ndiye anatupa neema na imani ambayo inatusaidia tuendelee kufanya yale ambayo tunayafanya kila siku ya wiki. Kila siku ukiamka asubuhi, labda ile kazi ambayo unaenda, watoto ambao uko nao, bwana au bibi ambaye uko naye, hao wote ni Mungu anakupa. Kwa hivyo mshukuru Mungu ili nawe uweze kuendelea kusonga mbele kimaisha na pia kuendelea na siku yako. Kwa hivyo natumai kwamba umeanza siku yako kwa njia mwafaka, na mimi hapa nimeanza siku njema, na natumai kwamba tutakuwa tunasonga na wewe kwenye kipindi chetu cha Pambazuko siku hii ya leo, na tutakuwa tunakueleza yote ambayo yanaendelea nchini. Kwa hivyo kanami tukianza baadhi ya yaliyojiri hapo jana. Siku ya jana Rais William Ruto tunajua kwamba alikuwa Mlima Kenya, lakini pia kuna mengi ambayo yalitokea. Justin Muturi alijitokeza akazungumzia wanahabari, akasema kwamba kama Rais William Ruto mpango wake ulikuwa kumtoa serikalini ili kumnyamazisha, basi simu ambayo amepiga si ile mteja apatikani. Hivyo ndivyo Justin Muturi alizungumza jana. Na pia jana tuliona maseneta kwenye bunge la Seneti wakizungumza kuhusu masuala tofauti, lakini haswa suala la kaunti ya Nyamira, ambapo walisema kwamba Gavana Nyaribo anapaswa kufika mbele ya Seneti ili aweze kujibu maswali tofauti kuhusu kaunti ya Nyamira. Hii ni baada kaunti hiyo ya Nyamira kuangaziwa na Gavana Nyaribo kusema kwamba wana mabunge mawili ambayo yanaendelea kuendeshwa kwenye kaunti hiyo. Kwa hivyo pia maseneta wakasimama wakasema kwamba wanahitaji kumuona Seneta Nyaribo kwenye Seneti ili aweze kujibu baadhi ya maswali ambayo watakuwa nayo. Na pia jana tuliona kwamba usaili wa kutafuta makamishna wa IEBC pia ulikuwa unaendelea, ambapo tuliona asubuhi tulimuona Collins Godon na pia Dennis Otieno baadaye mchana hivi pia yeye akihojiwa mbele ya jopo hilo. Na pia wito wa kina mama wajawazito kwenye sekta ya afya kaunti ya Migori, ambapo ripoti yetu pia atakuwa anatupatia baadhi tu ya taarifa. Siku ya jana pia tuliona viongozi wa chama cha ODM wakiungana pamoja na Sifuna pamoja na Junet Mohamed. Tuliona pale viongozi wengi wakizungumza, wakielezea kuhusu kura ambazo wanahitaji kupiga, lakini ni za chama cha ODM, na pia wakasonga mbele wakisema kwamba IEBC kidogo hawana uhusiano wowote na jopo ambalo linaendelea kufanya usaili wa IEBC, jinsi mmoja wa viongozi wa upinzani kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alikuwa amesema hapo awali siku ya juzi, akisema kwamba chama cha ODM na chama cha UDA vimeungana na kidogo vinataka kuchelewesha ama kuharibu ile process ambayo inaendelea ya usaili wa makamishna. Lakini ni baadhi tu ya yale ambayo yalitokea jana, na pia tukamwona Maina Njenga akijitokeza anasema kwamba
hapana, Mungiki haipo, na watu walikuwa wamesema kwamba hapo awali alikuwa amepanga kwamba Mungiki ilikuwa iendelee kujiandaa wakati wa ziara yake Rais William Ruto. Kwa hivyo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tutakuwa tunagusia asubuhi ya leo kabla tuingie magazetini. Kwa hivyo tukianza tu, mwanasiasa Maina Njenga amekanusha madai ya kuwapanga vijana wanaohusishwa na kundi la Mungiki kuhudhuria mikutano ya Rais William Ruto katika safari yake ya Mlima Kenya. Akizungumza nje ya mahakama ya Makadara baada ya kusikizwa kwa kesi inayomkabili na kupatikana na silaha haramu, Maina Njenga amedai kuwa wanasiasa wanaompangia Rais William Ruto ndio wanaoeneza habari hiyo ama siasa hizo za uongo, huku akitaja kuwa yale wanayoyataka katika sehemu ya mlima ni maendeleo tu peke yake. Tuangalie taarifa hiyo kwa kina. Matimulaki popote president atakapoenda, sisi tutamulaki kwa sababu yeye ni kiongozi wa taifa la Kenya. Yes, sio kuwa accused. Lazima tumobilize everything. Everything, watu wakuje kwa mkutano, na mkutano watu washangilie president ili watu wapate amani. Ile kitu tunataka katika sehemu zote za Mount Kenya ni viongozi wa chama cha ODM wakiongozwa naye seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna siku ya jana walifanya mkutano wakizungumzia wanahabari jijini Nairobi ili kupanga mikakati ya kufanya kura za chama hicho zitakazofanyika wiki ijayo kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 9. Wakizungumza siku ya jana, viongozi hao walikanusha vikali madai ya kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua na Eugene Wamalwa wa chama cha DAPK, wakisema kwamba chama cha ODM kimeingilia vikali mchakato unaoendelea wa kuunda tume ya IEBC upya. Na viongozi pia hao walisema kwamba madai hayo ni jaribio tu la kuharibu jopo hilo na mchakato mzima wa kutaja kwa walisema kwamba hawataruhusu lolote litakalochelewesha mchakato wa uchaguzi wa 2027. For the avoidance of doubt, no ward or branch elections shall take place in these areas as the rest of the country goes on with those elections on the 7th and the 9th of April 2025. Then the county elections coordinators for Nairobi, all of them, the chair of the coordinators in Migori and some of the coordinators from Siaya counties are to be replaced with immediate effect. New coordinators shall be announced to take up those slots by the National Elections Coordinating Committee prior to the 7th of April 2025. In addition, the party Central Committee this morning confirmed receipt of the resignation of the Honorable Abdisalan, who was until today our National Organizing Secretary, following his nomination for the position of PS. The party takes strong exception to recent unfounded allegations made by some Azimio la Umoja leaders of alleged interference by ODM in the ongoing process of reconstituting the IEBC. For the record, this process is being conducted in full accordance with the NADCO report. It is also common knowledge that NADCO was chaired by none other than the Honorable Kalonzo Musyoka, the leader of the Wiper Party. The panel should be allowed to independently execute its mandate without political interference or indeed any other interference. We view the accusation by a section of Azimio leaders as an attempt to preemptively discredit the panel and the outcome of the entire process. Kenyans have waited a very long time to have an electoral commission in place, and we will not countenance any attempts to derail or delay that process. A selection panel is supposed to work independently. They are not consulting ODM on who's going to be the chair of IEBC. If that were the case, then we would call all those candidates here, and this team here would be the one to conduct the interviews. But ODM is not the panel. Na baada ya viongozi hao wa ODM kuwa na mkutano wao huko jijini Nairobi, Bwana Justin Muturi pia alikuwa na mkutano wake pamoja na waandishi habari, ambapo alitaja kwamba alifutwa kazi na Rais William Ruto kwa sababu alikuwa anazungumzia masuala ya mauaji na utekaji nyara wa vijana ambao wamekuwa wakienda maandamano albarufu vijana wa Gen Z, ambapo Muturi alisema kwamba
hayo katika kikao cha wanahabari, na akasema kwamba alimkabidhi lazima waziri Musalia Mudavadi kushikilia afisi yake, huku aliyeteuliwa kama waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku akitarajiwa kupigwa msasa bungeni kabla ya kuapishwa kuchukua usukani katika wizara hiyo ya utumishi wa umma. And resolution on the way forward. This because, ladies and gentlemen, apart from the fact that I was personally affected, there are several Kenyan families, friends and relatives of Kenyan youth who still are missing. Others have been found dead, and others released after undergoing a lot of torment. The third cabinet meeting took place on the 11th of March 2025 at State House, Nairobi. And like in the other two, I had been invited and sent the agenda for the day. The item on abductions and extrajudicial killings was still missing on the agenda. Once again, I wrote directly to the President in a letter dated 10th of March, again referring to the previous two letters and reiterating my position. And I did beseech the President this time around to direct that the vexing issue of abductions and extrajudicial killings in our country be prioritized and placed on the agenda for any future cabinet meetings. Ladies and gentlemen, to date, the President has never acknowledged receipt nor responded to any of my letters, clearly thereby indicating that the matter of abductions and extrajudicial killings is not worthy of his attention or that of the cabinet. After each cabinet meeting, as you all know, we, and I in particular, regularly receive, without failure, a dispatch from the cabinet indicating all the matters that have been discussed and the decisions thereof, but the matter of abductions and extrajudicial killings has never been discussed. I was therefore, like many Kenyans, was surprised to hear the President on live television on the evening of the 31st of March, stating that the issue had been discussed in cabinet and had been resolved. Since my reasons for not attending cabinet are clearly stated in the letters that I have referred to, the inference one draws from my sacking is that raising the issue of abductions and extrajudicial killings must be terribly annoying to the President. It is no wonder that those closest to the President have variously been in different fora calling for my resignation and or sacking. From what I've stated above, it is clear that what the President has said about my not attending cabinet meetings is untrue and perhaps confirms what we have been seeing on social media, where many Kenyans are overwhelmingly doubting anything that the President says. It was shocking to hear the President in the same televised interview saying that upon assuming office, he disbanded a police squad which, in his own words, had been responsible for the abductions and killings of people and dumping their bodies in River Yala and Athi River. Na siku ya jana jopo la usaili la kutafuta wagombea wasaili wagombea ukamishna waliingia siku ya 4 ambapo walikuwa wanaendelea na usaili wao, ambapo siku ya jana walikuwa wanamfanyia mahojiano mhandisi Collins Godon ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa bodi ya huduma ya umma katika kaunti ya Siaya, na Dennis Otieno ambaye ni mtaalamu wa utawala. Aidha, jopo hilo lilidhamiria kwa kujua jinsi wawili hao wangetumia ujuzi wao katika kuleta mabadiliko katika mfumo wa kiteknolojia ya kisasa unaotumika kupeperusha matokeo ya uchaguzi iwapo watajishindia cheo hicho.
what would you do to make sure that the transmission of election results is transparent, is efficient, and is verifiable? Now, when we start transmitting the results, we always think of, oh, the system failed. During the procurement of those systems, do we ask the hard questions? Can this system work in adverse conditions like cold weather, hot weather, humidity, all that? Should be asked about technology. If we can improve on that and on our transmission system with the local service providers like Safaricom and all that, we should be able to get it right. How do you think that your NDI role and patronage will play in this new role should you succeed? Now, if you look at the participation rates of the voter turnout in the last election, at 65, again, that is the least in 2 decades in this country. And I think we need people who can actually look at it, build policies that can address it, design strategies that are geared towards addressing it, and then offer the oversight necessary really to achieve it. Ni baadhi ya yale mahojiano ambayo yalikuwa yanafanyika hapo siku ya jana katika usaili wa kutafuta makamishna ambao pia utakuwa unaendelea kwa siku nyingi ama wiki 2-3 zijazo kabla wamalize, lakini tutakuwa tunaendelea kufuatilia hayo kwa njia mwafaka kabisa ili tuweze kuelezea kwamba ni yapi ambayo yatakuwa yanatokea na pia kuendelea kufuatilia kwamba ni nani atateuliwa kuwa mwenyekiti. Na pia tumeona kuona kidogo siasa imeanza kuingia katika usaili huu ama katika hiyo process mzima ya kufanya usaili, na pia tumeona kwamba viongozi tofauti wameanza kujitokeza na kidogo kusema kwamba trust ama hawaamini jopo hilo ambalo linaendelea kufanya usaili huo wa IEBC wa kutafuta makamishna pamoja na kutafuta mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi na mipaka. Lakini hayo na mengi zaidi ambayo yatakuwa naendelea kufanyika ama kutendeka jinsi yatakuwa yanatendeka, mimi nitakuwa nakupasha wewe kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kwenye usaili huo wa IEBC kufikia mwisho, tujue kwamba ni nani atateuliwa kuwa mwenyekiti na pia ni nani watateuliwa kuwa makamishna wa tume hiyo ya IEBC. Tukisonga mbele, siku ya jana Rais William Ruto alifanya ziara yake kwa siku ya pili katika ziara ya Mlima Kenya, ambapo siku ya jana Rais William Ruto alizunguka katika kaunti za Meru na kaunti za Kirinyaga, ambapo alikabidhi hati miliki za ardhi kwa wakazi wa Atwana, Tigania Magharibi, na kutangaza kuwa atakuwa anatoa shilingi milioni 40 kwa mradi wa wind power. Na pia Rais Ruto alisisitiza kuwa umoja na ushirikiano wa wananchi wa Wakenya, na pia akasema kwamba atakuwa anawapelekea maendeleo wote wananchi wa Kenya bila kubagua yeyote, hata kama walimpigia kura ama hawakumpigia kura. Ripota yetu Nelfa Oro alituandalia taarifa hii, tuisikize kwa kina. Rais William alifanya ziara yake ya pili katika kaunti ya Meru, ambapo alikabidhi hati miliki za ardhi kwa wakazi wa eneo la Atwantegan Magharibi na pia kutoa shilingi milioni 40 kwa ajili ya mradi wa upepo wa wind power. Nataka niwaeleze vile vile hizi title deeds ambazo tumetoa leo, mbali na kuwapatia heshima ya kumiliki mashamba yenu, pia itawasaidia kwa mambo ya uwekezaji. Mimi nikiwa rais wa Kenya nilienda kule Japan, nikakutana na Prime Minister wa Japan, na mimi na Prime Minister wa Japan tulikubaliana ya kwamba kampuni ya Tutso ama Mitsubishi wakaweka sahihi kwamba wataweka investment ya shilingi milioni 250 dola ya Marekani, ambayo inalingana na bilioni 40 ya Kenya kwa windmill ama wind project, wind power plant
hapa Meru County. Mimi ninafurahi leo ya kwamba Meru Energy Park leo, kwa sababu ya sisi kuwapatia title deeds, sasa watakuwa na nafasi ya kukamilisha ile agreement ya investment ya bilioni 40 ili tuzalishe umeme na tuajiri vijana wa hapa Meru County. Rais alisisitiza umuhimu wa kuungana kama Wakenya ili kuendeleza nchi na kueneza maendeleo kwa ushirikiano, akisema kuwa atafanya kila liwezekanalo kuwaunganisha wananchi katika umoja. Kama kiongozi wa taifa hili letu la Kenya, nimesema ya kwamba Kenya hii, ili tuweze kupata kuendesha mambo ya maendeleo kwa kasi, lazima tuungane. Jamii zote tuungane, kaunti zote tuungane, sehemu zote za Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Mimi nawauliza watu wa Meru, mimi kama rais wa taifa letu la Kenya nimesema nitaunganisha wananchi wote wa kutoka taifa letu la Kenya bila ya kujali wanatoka jamii gani, wanatoka sehemu gani, wanatoka kaunti gani, kwa sababu sisi wote kwa mapenzi ya Mungu ni ndugu moja, watu wa taifa moja, sisi ambao tutafaulu tukiwa pamoja. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki alitoa wito kwa Wakenya kumpa rais muda ili aweze kuwaleta Wakenya pamoja na kutekeleza sera za maendeleo, huku akisisitiza umuhimu wa kupuuza ukabila na kuzingatia umoja wa kitaifa. Rais amesema nchi yetu ni nchi moja, na yeye kama kiongozi wetu wa taifa letu tumpatie nafasi aunganishe nchi yetu iwe taifa moja. Tuachane na mambo ya ukabila na kusumbuana kwa sababu ya pahali mtu amezaliwa ama dini yake, kwa sababu sisi zote ni wananchi wa Kenya. Hatutaki mambo ya ukabila na migawanyiko. Mnaunga rais mkono aunganishe taifa letu ya Kenya? Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Wacha nione kwa mkono wale wanasema rais aendelee na umoja wa taifa. Waziri wa utalii Penina Maloza naye alielezea juhudi zinazofanywa na serikali ili kukuza sekta ya utalii katika kaunti ya Meru, akitaja miradi ya ujenzi wa uwanja wa ndege na juhudi za kuhifadhi mbuga za wanyama ambazo zitachochea ukuaji wa utalii katika eneo hilo. Na kupitia uongozi wa rais wetu tumefanya mambo kadhaa ili kuinua utalii hapa. Mnajua tumetengeneza ile barabara junction ya Murera Kindani, na hapo pia tumejenga ablution block. Alafu Meru Mulika Airstrip tumeweka pesa kwa budget. Hiyo airstrip itakuwa ikitumia 25 minutes kutoka Nairobi na dakika 40 kutoka Mombasa. Alafu kwa mgogoro ya watu na wanyama tuko na ua ama fence kilomita 173 ambayo tunaendelea kumaintain. Na pia watu wa Meru, mnajua mwezi wa pili tulileta mountain bongos 17 kutoka Amerika, na tukishafanya hivyo watalii wengi watafika hapa Meru. Na leo nauliza watalii waje hapa Meru, watalii wa kigeni na watalii wa kitaifa. Na kwa sababu tuko na mengi ya utalii na uhifadhi wa wanyamapori. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV, langu jina Oro Nelfa.
Ni ripota wetu Nelfa Oro na ripoti hiyo, na tumeona kwamba Rais William Ruto kwa ziara yake ya Mlima Kenya amekuwa akipeana ahadi nyingi sana kwa wakazi hao, ambapo tuliona kwamba jana alisema atakuwa anawapa hati miliki za ardhi ili kuwasaidia wakazi hao kumanage mashamba yao vizuri, lakini pia tukaona kwamba alitangaza atatoa shilingi milioni 40 kwa miradi ya wind power. Kwa hivyo tumekuwa tukiona Rais William Ruto akiangazia masuala tofauti ambayo wa Kenya ama mwananchi wa kawaida atakuwa anafurahia, kwa sababu alizungumzia masuala ya kilimo na biashara, akazungumzia masuala ya barabara kwamba atakuwa anatengeneza barabara ili kuwasaidia kuleta miundombinu mzuri kwenye kaunti hizo, na pia akafungua ama akazindua miradi tofauti haswa ya affordable housing, nyingine akifanya labda kukagua ukaguzi kidogo wa zile ama ile miradi ambayo anaendelea kuifanya. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo Rais William Ruto amekuwa akifanya haswa kwa ziara yake ya Mlima Kenya, lakini tutakuwa tunaangazia kwamba siku ya leo atakuwa anafanya nini, na pia je, umati utakuwa unampokea jinsi umekuwa ukimpokea kutoka hapo awali. Kwa hivyo tutakuwa tunafuatilia taarifa hiyo kwa kina, lakini kwa sasa nataka nichukue mapumziko mafupi. Nikirejea nitakuwa nakuelezea kuhusu wito wa wanawake wajawazito. Je, wameambiwa nini? Kwa hivyo kanasi ili uendelee kujijuza mengi. Mtandao wa Facebook utatupata @Ndizi TV News Digital, mtandao wa YouTube @Ndizi TV News, na tovuti yetu www.ndizitv.co.ke ili tuweze kukujuza mengi. Nitakuwa narudi kwa muda usiokuwa mrefu. Langu jina Jacinta Nyabeta. Unatazama Ndizi TV Afrika. Nduwa wasikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikwa unakuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo. Ama kuna ule ako na ugonjwa ile ya UTI ama kisonono ama gonorrhea, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana, sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 0757102581. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimil Business Complex opposite Palmas Hotel.
Young Force Services K Limited, where we live in security with a human touch. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV, tunapoendelea na kipindi chetu cha Pambazuko asubuhi hii ya Alhamis ya siku ya 4 ama ya 3 ya mwezi wa Aprili, tunapoendelea kukuarifu ni yapi yaliyoendelea nchini Kenya siku ya jana. Tukisonga mbele ni kwamba wito umetolewa kwa kina dada ama wanawake wajawazito kuenda kufanya ama kupata matibabu kwa miezi 9 kabla ya kujifungua ili kuhakikisha kwamba ama wamezuia vifo vya watoto wadogo haswa katika kaunti ya Migori. Wakizungumza katika hafla ya kusherehekea wanawake wajawazito katika hospitali moja huko kaunti ya Migori, wa daktari mmoja Alex Otto ambaye ni daktari wa uzazi alisema kwamba idadi ya watoto ambao wanapoteza maisha yao wakizaliwa imeongezeka katika kaunti hiyo, na pia kusema kwamba wanawake wanapaswa kupata matibabu miezi 9 kabla ya kujifungua. Ripota yetu Lennox Odede na taarifa hiyo. What would you do to make sure that the transmission... Akizungumza kwenye hafla ya kuwasherehekea wanadada wajawazito au pregnancy fair ambayo iliandaliwa na hospitali moja mjini Migori, Alex Otto ambaye ni daktari wa uzazi amesema kuwa idadi ya watoto wanaoaga wanapozaliwa katika kaunti hii sasa imezidi. Migori County is one of those counties in Western Kenya that has a very high maternal mortality. We are actually at 673 per 100,000 live births, which is very high if you compare to the national average, which is around 355. Ametoa wito kwa wamama wajawazito kutembelea hospitali kila mara na kupata matibabu ya antenatal ili kuzuia vifo kama hivyo. We are doing this basically to ensure that we lower maternal and perinatal mortality within our county, and also encouraging these mothers to have hospital deliveries and attend antenatal care. Because by attending antenatal care regularly and according to the plans that we designed for them, we hope that some of the complications that the
go through, especially during their pregnancies and during deliveries, are mitigated. Kwa upande wake, Rael Amaya ambaye ni tabibu pia ametoa wito kwa wamama wajawazito kujifungua hospitalini. Tunawahamasisha wamama wetu muhimu wa kuzalia hospitalini na kuhakikisha kwamba wanazingatia all antenatal clinics ambazo wanafaa wapate hospitalini. Jambo lingine pia tunawafundisha kuhusu wajielewe umuhimu wa danger signs mapema ili wanapoona lolote wanakuja pale. Madhara ni mengi ambayo mama anaweza kupata anapoenda kuzalia kwa Nyamrera. Moja wapo mama anaweza kupoteza maisha yake kwa sababu kuna zile complications ambazo zinajitokeza mara nyingi ambapo Nyamrera si rahisi agundue. Tuseme for example mama akijifungua aanze kubleed, develop PPH, aanze kubleed, huyu mama hatakuwa na any source ya kumsaidia huyu mama. Zaidi ya hayo, wamewarai kina mama kujiandikisha kwa bima ya afya ya SHA ambayo kwa sasa inasimamia matibabu ya kujifungua. Wengi bado walikuwa na uoga, walikuwa wanafikiria labda SHA iwezi wasaidia, lakini sasa kupitia kwa ile uhamasisho yenye tumekuwa tukiwapatia na ile pia wataongeza leo, wengi watajitahidi kujiandikisha kwa SHA because SHA ina cover kila kitu. Wale ambao tusema hawana simu na pia radio, wengine si wote wako na radio, so bado information bado haijawafikia. So akisikia tu anaenda kulipa bili ya maternity anaamua aenda zalia kwa Nyamrera. So bado we need to do more kuhakikisha kwamba information inaenda mpaka kule vijijini. Alex Oto ametoa wito kwa serikali kupitia Wizara ya Afya kufika mashinani na kuwahamasisha kina mama manufaa ya kujifungua hospitalini. Would like to encourage government to come right down to the grassroots, especially within the communities, and encourage these patients to have hospital deliveries. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Naam, ni baadhi ya yale ama zile maoni ya madaktari katika kaunti hiyo ya Migori, na tumekuwa tukiona kwamba visa vya vifo vya watoto wadogo haswa wakizaliwa kwenye hospitali zetu za umma vimekuwa vikiongezeka, na ni vema kujua kwamba hayo yanaendelea. Na wewe kama labda unamjua ama una dada ama bibi yako wote labda ni mjamzito, ni vema kumpeleka apate matibabu ili kuzuia vifo hivyo vya watoto wadogo. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya yale ambayo yalijiri hapo jana katika habari zetu za Mpasho na pia katika taarifa za saa moja hapa ndani ya Ndizi TV. Kwa sasa nitakuwa natilia kikomo kwa yaliyojiri ili nichukue mapumziko mafupi, na nikirejea nitakuwa nawapa uchambuzi wa magazeti ikiwemo gazeti la The Standard, gazeti la The Daily Nation, gazeti la Taifa Leo, The People's Daily na The Star. Alafu hapo mbeleni nitakuwa na mgeni ambaye ni mwanamke mmoja mjasiri ambaye pia amekuwa akipigania haki za wanawake, lakini pia ni mwanasiasa na ni kiongozi nchini Kenya, na alikuwa ni the first women rep, ama yule ambaye mwakilishi wa kina dada kwenye kaunti ya Bomet. Lakini hayo na mengi zaidi nitakuwa nakuelezea nitakaporejea, lakini kwa sasa nichukue mapumziko madogo. Nikirejea nitakuwa nakupa uchambuzi wa magazeti. Usiende mbali. Ujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani. Umekuwa
umekuwa ukitafuta, chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. BAHAS Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onimwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klase zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA.
Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liason Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Unatazama Ndizi TV. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV, tunapoendelea na masuala tofauti pamoja na yaliyojiri nchini Kenya, na haswa kwa sasa tumeingia kwenye awamu ya pili ya uchambuzi wa magazeti. Tuone kwamba ni yapi yale yamepatiwa kipaumbele kwenye magazeti yetu nchini Kenya, ikiwa ni siku ya 3 Aprili mwaka wa 2025. Kwa hivyo endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii @Ndizi
TV News Digital kwenye upande wa Facebook, Instagram, TikTok, X account pamoja na YouTube utatupata @Ndizi TV News, na pia tovuti yetu tembelea www.ndizitv.co.ke ili tuweze kujuza mengi na pia uendelee kujua kwamba ni yapi yale tumeyapatia kipaumbele kwenye mitandao yetu. Tukianza siku ya leo kwenye uchambuzi wa magazeti, tuna gazeti 5 ambazo tumezipatia kipaumbele: gazeti la The Daily Nation, gazeti la Taifa Leo, gazeti la The Standard, The People's Daily, na mwishowe tamaliza na gazeti la The Star. Kwa hivyo ni magazeti ambayo tumeyapatia kipaumbele kwa sababu ya ununuzi. Watu wengi hupata kununua magazeti ama kuyasoma kwenye mitandao. Tutakuwa tunakuelezea ni yapi yamepatiwa kipaumbele na waandishi wa magazeti hayo. Tukianza na gazeti la The Daily Nation. Gazeti la The Daily Nation limeangazia masuala ya kisiasa ambapo tunaona I am the king of the mountain. Kidogo rais sio rais lakini kidogo ni kuelezea, mwandishi anatuonyesha yale ambayo serikali pamoja na Rais William Ruto na wa viongozi wengine wamekuwa wakijitokeza wakizungumza kuhusu masuala tofauti. Bare knuckles. President William Ruto says that he does not need any political brokers to ascend the slippery vote-rich Mount Kenya region, brushing off that criminals falling out with the former Deputy President Rigathi Gachagua as inconsequential in his decades-long ties and friendship with local residents. Mr. Gachagua has previously declared himself the region's political kingpin and vowed to make his former boss a one-term president. Ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Kwa hivyo ni baadhi ya siasa kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua, ambapo Rais William Ruto kidogo anamuelezea mimi ndiye natawala hapa Mlima Kenya, lakini tulikuwa tumeona hapo awali aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua akizungumza akisema kwamba yeye ndiye kingpin. Kidogo alikuwa anasema yeye ndiye anajua watu wa mlima vizuri na akasema watu wasiguze mlima. Kwa sasa tumeona ni kama mlima umeguzwa na Rais William Ruto. Kwa hivyo picha ambayo tunayo pale, tunaona Rais William Ruto akizungumzia umati mkubwa wa watu kule kwenye Mlima Kenya hapo jana. President William Ruto interacts with presidents of Maua Igembe South in Meru County yesterday after laying the foundation stone for construction of the Maua Huduma Center that will offer more than 20 government services to local residents. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo Rais William Ruto alifanya jana. Alifungua Huduma Center kule Maua County ya Meru, ambapo baada ya kuzindua mradi huo, kwa sababu alienda si kuzindua lakini kuhakikisha kwamba umeanza huo mradi wa kwanza kujenga Huduma Center ya Maua. Kwa hivyo baadaye akaenda kuwahutubia watu wa Maua kule Meru, na tunaona pale kama unaona gazeti hiyo watu ni wengi sana, umati ni mwingi, na tunaona ni kama wameinua mikono, ishara ya kumshangilia na kumkaribisha au labda kumsifu, kumpigia kelele Rais William Ruto. Kwa hivyo tunaona pale siasa, head of state seeking to win back the populars region that swept him to power in 2022 poll race. Kwa hivyo ni siasa ambayo inaendelea nchini Kenya. Tukisonga mbele kwenye ukurasa wa 3 tunaona mwandishi akiangazia taarifa yake Monda ambaye alikuwa ni naibu gavana wa kaunti ya Kisii. Anasema kwamba mshahidi ama matamshi ya yule mshahidi ambaye alijitokeza na kusema kwamba alidanganya. Kwa hivyo mwandishi amesema, witness, I lied to fix Monda on Arati's orders. Ni taarifa ambayo kwa sasa imeanza kuchipuka, na natumaini ama si kutumaini lakini najua kwamba itakuwa inaleta hisia nyingi, inaibua hisia nyingi haswa kwa wanasiasa mjini
Kisii kwa sababu huyu mshahidi amejitokeza akasema kwamba alidanganya ili amtoe aliyekuwa naibu gavana Monda afisini kwa sababu aliagizwa na Arati ambaye ni gavana wa Kisii County. Kwa hivyo ukurasa wa 3 tunaona just hours to judgment day and 12 months after the humiliating impeachment of the second Kisii deputy governor Robert Monda, the witness in chief whose bravery claims the Senate and the Kisii County Assembly relied on to oust the former DG has moved to court to recant his earlier evidence. Kwa hivyo huyu mshahidi amerudi mahakamani kuenda kusema kwamba hapana, hii evidence ambayo nilikuwa nimepatiana hapo awali ama ule ushahidi ambao nilikuwa nimepatiana hapo awali nilikuwa nimedanganya. Kwa hivyo ni taarifa ambayo sio nzuri kwa sababu alidanganya na aliyekuwa naibu wa rais naibu wa gavana kaunti ya Kisii akatolewa afisini. Kwa hivyo ni mengi sana yalitokana kutoka kwa udanganyifu wake. Hatujui ni jambo lipi mahakama itakuwa inafanya ama itakuwa inaamua vipi kesi hiki. Alafu pia baada ya kusikizwa kwa kesi hiki, kwa hivyo pia gavana Simba Arati naye ataweza kujitetea vipi kuhusu masuala haya. Na pia baada ya gavana Arati, je, wakazi wa kaunti ya Kisii watakuwa wanahisi vipi kuhusu madai haya ya huyu mshahidi mmoja ambaye amejitokeza sasa hivi? Na mbona amejitokeza sasa hivi? Kwa sababu tuliona jana pia akisema kwamba alikuwa ameahidiwa kupatiwa kazi katika kaunti ya Kisii, lakini kidogo ni kama gavana alifanya ile kitu ambayo tunasema alimruka, lakini hiyo ni lugha nyingine ambayo tutakuwa tunaangazia tu baadhi ya taarifa hii jinsi itakavyokuwa inaendelea kuchipuka. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele katika ukurasa wa 3 kwenye gazeti la The Daily Nation asubuhi ya leo. Kwenye ukurasa mwingine tunaona kuhusu siasa ambapo tunaona picha yake mwenyekiti wa jopo la usaili ambalo linaendelea kuwatafuta makamishna wa IEBC ama tume ya uchaguzi na mipaka. MPs extend IEBC selection panel's term by 2 weeks. Kwa hivyo wamesongesha mbele ama wameongeza muda kidogo kwenye kufanya usaili ambao unaendelea au mahojiano ya IEBC kwa watafuta wa makamishna pamoja na mwenyekiti, lakini washamaliza kutafuta washamaliza kufanya mahojiano ya kumtafuta mwenyekiti, na kwa sasa wanaendelea kutafuta makamishna wa tume hiyo. Members of parliament say they granted the request for extension that is meant to give the panel adequate time to complete the interviews for the commissioners. Kwa hivyo waliongezwa muda wa wiki 2 ili waweze kufanya usaili huu wa kutafuta makamishna. Tunajua kwamba makamishna ama wale ambao waliteuliwa kuingia kwenye jopo hilo ama kuenda kwenye mahojiano hayo ya kutafuta makamishna walikuwa 111 ambao waliteuliwa, lakini hatujui kwamba ni nani atakayechaguliwa. Kwa hivyo wameongezwa, jopo hilo limeongezwa wiki 2. Ni taarifa ambayo utaipata ukurasa wa 6 wa The Daily Nation. Tukisonga mbele, taarifa za elimu ama sekta ya elimu. Fury over TSC employment letters dished out to politicians. Naam, kidogo tu. Ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye ukurasa wa 12 gazeti la The Daily Nation. Teacher Service Commission CEO tunamuona pale Nancy Macharia, picha yake mwandishi ameichapisha mbele ama kwenye ukurasa wa kwanza. Nancy Macharia wakati alienda mbele ya bunge ya National Assembly Education Committee at Bunge Towers in Nairobi October 2024. Hiyo picha ilipigwa wakati ule October 2024. Na kidogo tunaona viongozi ama kiongozi huyu Nancy Macharia, Murang'a member MP Betty Njeri Maina
revelation that MPs allied to government were recently handed Teacher Service Commission employment letters to give to their constituents has kicked up a storm over irregular hiring. Kwa hivyo ni madai kwamba viongozi ama wabunge fulani walipatiwa karatasi za kuwapa kazi walimu kwenye tume ya TSC. Kidogo walipatiwa ama viongozi hawa, wabunge hawa walipatiwa barua za kazi za kuwapa kazi walimu katika bunge. Na Murang'a MP, mbunge wa Murang'a Betty Njeri Maina, yeye ndiye amepeana madai hayo akisema kwamba kidogo aliona wabunge wengine wakipatiwa barua hizi za walimu ama za kuajiri walimu, na kuuliza tu mbona wao wapatiwe barua hizi wakati tunajua kwamba tume ya TSC ambayo imesimamia walimu ndio inapaswa kuwapa walimu barua hizi. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utakuwa unaipata kwenye ukurasa wa 12 gazeti la The Daily Nation. Tukiingia kwenye taarifa za ulimwengu, Trump's in-laws tour Trump's in-law tours Kenya, Great Lakes with eyes on Congo minerals. Ni in-law wake Donald Trump ambaye amezuru nchi ya Kenya. Masad Buloz is the new senior advisor for Africa at the United States Department, will be visiting Kenya and the Great Lakes region starting this week. Kwa hivyo safari yake Masad itakuwa inaanza wiki hii, ambaye anatarajiwa kuzuru nchi ya Kenya na pia Kongo, ambayo atakuwa anaangalia pia madini tofauti. Ni taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo la The Daily Nation. Unaweza kujinyakulia kopi moja ili uweze kuona kwamba ni yapi yamepatiwa kipaumbele. Tukisonga mbele kwenye gazeti la pili la siku, gazeti la The Standard. Ukiangalia gazeti la The Standard, utaona picha yake Rais William Ruto pamoja na picha ya Justin Muturi wakiwa wameangalia, hawajaangaliana lakini wakizungumza tu, na kuna picha ya gari ya polisi ambayo vijana wanawekwa ndani, nafikiri ni wakati wa maandamano ya Gen Z. Mwandishi ameuliza who'll blink first? Ni nani atashuka wa kwanza? Kidogo sacking saga. Former CS Justin Muturi has taken on President William Ruto, accusing him of refusing to address abductions in cabinet and instead kicking him out for demanding answers. Muturi, who remained on board, placed the kidnappings at Ruto's doorstep, saying he will not be silenced. He claimed Ruto lied after the president said Muturi sacked himself when he absconded cabinet minutes meeting. Ukurasa wa 5 taarifa hiyo utaipata kule, lakini ni baadhi tu ya yale masuala ambayo Justin Muturi alizungumzia hapo jana akiwahutubia wanahabari, akisema kwamba Rais William Ruto alidanganya, hakujiuzulu, alitolewa kwa sababu alifutwa kazi kwa sababu ya kuzungumza kuhusu visa vya mauaji nchini Kenya na pia visa vya utekaji nyara, ambapo alimpatia ama alidai kwa Rais William Ruto anajua yale ambayo yanaendelea haswa kwenye utekaji nyara. Na Muturi tunaona kwamba alizungumza, na yale ambayo alizungumza: to date the president has never responded to any of my letters, clearly thereby indicating that the matter of abductions and extrajudicial killings is not worthy of his attention or that of the cabinet. Kwa hivyo ni kusema kwamba alipatia Rais William Ruto, alimwandikia barua nyingi ambazo hajawahi kuziangalia ama kumpatia jibu kuhusu barua hizo ambazo amekuwa akimwandikia, na hivyo kuonyesha kwamba Rais William Ruto pamoja na baraza lake la mawaziri hawajali kuhusu utekaji nyara ambao unaendelea nchini Kenya. Na pia Muturi alisema, since my reasons for not attending cabinet are clearly stated,
the inference one draws from my sacking is that raising the issue of abductions and extrajudicial killings must have terribly annoyed the president. Hayo ni matamshi yake Justin Muturi akiendelea kuangazia kuhusu masuala haya ambayo yalifanya yeye akafutwa kazi na Rais William Ruto jinsi alivyozungumza. Na pia mwandishi anatupatia nambari 82 ni nambari ya wale the number of abduction cases that the Kenya National Commission of Human Rights said occurred between June and December 2024. Kwa hivyo watu 82 ambao hizo ni cases ambazo zilikuwa reported kulingana na the Kenya National Commission of Human Rights. Kwa hivyo tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine ya IEBC, uchaguzi ama kutafuta makamishna wa tume hiyo ya IEBC. Ukurasa wa 4, looming battle over IEBC jobs. Kalonzo Musyoka is threatening to go to court should the appointments be done, but ODM is having none of that. Kidogo tu ni matamshi yake Kalonzo Musyoka ambaye ni kiongozi wa chama cha Wiper hapo juzi akizungumza akisema kwamba kidogo ODM pamoja na UDA zimeingia hapo kati na zitakuwa kidogo zina leta utatanishi kwenye miradi ama kwenye process ambayo inaendelea ya kuchagua ama ya kutafuta wateule ya kuhoji wateule wa kukuwa makamishna wa chama hicho cha IEBC. Na sasa Kalonzo Musyoka anasema kwamba wataelekea mahakamani iwapo should the appointments be done, but ODM is having none to that. Kwa hivyo ni kusema kwamba watu wa ODM, kuna wale wadogo au wachache kutoka ODM ambao wako kwenye kamishna kwenye hizo viti vya ukamishna kwenye tume ya IEBC. Kwa hivyo Kalonzo Musyoka anasema kwamba ni madai kuwa watu wa ODM na serikali ina watu wake kwenye makamishna hao, na hao watu wakichaguliwa ama iwapo watachaguliwa basi atakuwa anaelekea mahakamani kupinga uchaguzi wao. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 4 gazeti la The Standard. Ukurasa wa 9 na 8 na 9 kwenye gazeti hilo National ni kwamba court lifts lead on complex web of city land cartels. Kidogo, investigators have uncovered a network involving Ministry of Lands officials, police and land brokers who have conspired to alter and steal land documents. Tunajua kwamba swala la shamba ni swala ambalo huwa linaibua hisia nyingi haswa kwa Wakenya, kwa baba zetu, kwa wazee, hata kwa watoto, kwa sababu linawahusisha wote ambao wako kwenye jamii. Kwa hivyo kwa sasa tunaona kidogo ni kama mahakama inaanza kesi ambacho kesi ambacho kitakuwa kinazungumzia ama kinaangazia Ministry of Lands ambayo ni wizara ya mashamba nchini Kenya, na ama wafanyakazi officials ambao wanafanya kazi kwenye Ministry of Lands pamoja na maafisa wa polisi na brokers wale ambao wanauza mashamba ambao kidogo ni kama inasemekana ama madai yako kwamba wanaiba hatimiliki haswa documents ambazo zinatumika kuonyesha kwamba labda mtu fulani amenunua shamba fulani, shamba hili la serikali, huyu ameuziwa shamba. Kwa hivyo ni taarifa ambayo ni ya kusikitisha kwa sababu Ministry of Land ni wale ambao wanapaswa kuwasaidia Wakenya, ambaye kwanza ni Mkenya ambaye labda haelewi yale ambayo yanaendelea haswa kwenye mashamba yake, kwenye uuzaji wa mashamba na ununuzi pia. Kwa hivyo wao kupatikana kwenye hii mix ambayo kwa sasa inafanywa investigations ama uchunguzi. Tunaona officials ambao wanafaa kuwasaidia Wakenya, tunaona maafisa wa polisi na pia wale ambao wanajaribu kupata customers wa kuuzia mashamba hayo. Kwa hivyo taarifa hiyo utakuwa unaiangazia ama unaiangalia ukurasa wa 8 na 9 kwenye gazeti la The Standard. Tukiangalia gazeti nyingine ni gazeti la The People's Daily. Gazeti la The People's Daily bado tunaona kwenye ukurasa wa kwanza taarifa ambayo imechapishwa
tunaona picha yake Nancy Macharia ambaye ni amesimamia tume ya TSC. Shame as TSC seeds teachers hiring to Ruto. To Ruto MPs. Politicians hawk appointment letters for up to 200,000. Tumekuwa tukisikia visa ambavyo labda mwanasiasa fulani anakuja anakuelezea ama unamwendea wewe kama mwananchi, unamwambia labda nina mtoto wangu ambaye amefanya education, je, utamsaidia kupata kazi? Kiongozi huyu anakuambia labda unipatie 200,000. Kwa hivyo umejua mahali ambapo hizi 200,000 zinaenda. Kwa hivyo ni madai bado hayajakamilishwa kwamba ni ukweli ama si kweli. Kwa hivyo kwa sasa ni kuzungumza ama ni taarifa ambayo bado tumeangazia kwenye gazeti la The Standard, ambapo mbunge wa Murang'a ameleta madai kwamba kuna wabunge ambao wanachukua barua za kuwapa kazi walimu kwenye tume ya TSC ambao wanalipia. Kwa hivyo gazeti hili la The People's Daily linasema kwamba politicians hawk appointment letters for up to 200,000 shillings. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata ukurasa wa 5. Ukurasa wa 4, how fraudsters collude with bank staff to swindle retirees. Ni taarifa ya kusikitisha kwa sababu tunajua kwamba retirees ni wazee ambao wamemaliza kazi, kwa sasa wamepumzika, wapo nyumbani, wameretire. Na kwa sasa tunaona kwamba kidogo kuna wale wahalifu ambao wanafanya kazi ama wanaungana pamoja na wale ambao wanafanya kazi kwenye benki zetu tofauti tofauti na kuwaibia pesa wazee ambao wamo nyumbani, labda wamemaliza kazi, wameretire. Na kwa sasa taarifa hiyo imeangaziwa ukurasa wa 4, ni kuonyesha jinsi usalama nchini Kenya na pia hali ya uhalifu inaendelea kuongezeka nchini Kenya. Ukurasa wa 6 tunamuona Justin Muturi ama picha yake Justin Muturi hapo jana akizungumzia wanahabari. Mwandishi amesema Muturi, why I was fired. Kwa hivyo ni taarifa ambayo natumai kwamba mwandishi anazungumzia kuhusu yale madai ambayo Justin Muturi hapo jana alipeana, ambapo ni taarifa ambayo pia tumeiangazia asubuhi hii ya leo. Kwenye ukurasa wa 8, President promises Munya Linturi state jobs. Kwa hivyo ni ahadi nyingine ambayo Rais William Ruto amewapa Munya pamoja na Linturi, akiwaambia kwamba atakuwa anawapa kazi serikalini. Taarifa ambayo utaipata ukurasa wa 8. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo yamepatiwa kipaumbele asubuhi ya leo, tarehe 3 mwezi wa Aprili mwaka wa 2025, ikiwa ni siku ya Alhamis. Tuko karibu kumaliza wiki. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ni baadhi tu ya yale matukio ambayo yanaendelea ambayo yamepatiwa kipaumbele kwenye magazeti yetu asubuhi ya leo. Kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa tunaangazia gazeti la The Star, gazeti la Taifa Leo, ambapo naona pale gazeti la The Star tunaona only 11 counties comply with 35% wage bill ceiling. 16 exceeding 50%. Nothing for projects as pay goblins up for billions. Hapo kidogo ni kuzungumza kuhusu matumizi mabaya ya fedha na pia fedha jinsi zinavyotumika kwenye county tofauti tofauti nchini Kenya. Tutakuwa tunarejea kwa muda usio kwa mrefu. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii @Ndizi TV News Digital upande wa Facebook, na pia Ndizi TV News on YouTube. Tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Naitwa Jacinta Jabeta. Nitakuwa narejea kwa muda usio kwa mrefu. Unatazama Ndizi TV.
umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ograph Foundation or Azimil Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV, tunavyoendelea na uchambuzi wa magazeti. Kwa sasa tutaanza kwenye gazeti la The Star newspaper, lakini kidogo tueleze kwamba unatutazama ukiwa wapi na pia unafikiria nini kuhusu masuala ambayo yamepatiwa kipaumbele haswa kwenye magazeti na pia kwenye yaliyojiri asubuhi ya leo. Mtandao wetu wa Facebook @Ndizi TV News Digital, mtandao wa Instagram X account pamoja na TikTok na YouTube utupate @Ndizi TV News. Tukisonga mbele kwenye gazeti la The Star.
Gazeti la The Star linaangazia masuala ya pesa. Ambapo tunaona nothing for projects as pay gobbles up billions, ambayo ni taarifa utaipata ukurasa wa 4 na wa 5 kwenye gazeti la The Star, ambapo inasema kwamba only 11 counties comply with 35% wage bill ceiling, alafu zingine zikilipa 16% exceeding by 50%. Kwa hivyo taarifa ambayo inaangazia jinsi matumizi ya fedha kwenye county zetu tofauti unaweza kuiangalia kwenye ukurasa wa 4 na wa 5. Na pia kwenye gazeti hili la The Star tunaona taarifa manslaughter body by design owners remanded. Kwa hivyo ni taarifa ambayo nilikuwa naangazia siku ya jana, ambapo body by design ni kampuni ambayo inafanya upasuaji hasa kwenye urembo ama kurembesha watu. Labda mtu unataka upasuaji wa jambo wa labda macho ama uso wako, ni kutengeneza tu mwili wako. Kuna wale ambao wanataka kubadilisha mwili ambao wanafanywa plastic surgery. Kwa hivyo body by design walikuwa ni kampuni ambayo ilikuwa inafanya si design lakini ni kufanya inaitwaje, upasuaji, kunradhi, na upasuaji ili kusaidia watu fulani labda jinsi ambavyo yeye anataka kufanyiwa. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imeangaziwa kwenye ukurasa wa 2. Hii ni baada ya mmoja ambaye alikuwa ameenda, ama yule client mmoja ambaye alienda kufanyiwa upasuaji kwenye kampuni hiyo ya body by design kuaga kwa sababu ya ile experience ama ile daktari ambaye alikuwa anampatia madawa na pia kumfanyia upasuaji hakufanya yale ambayo alikuwa anatarajiwa kufanya, na hivyo kufanya mwanadada huyo kuaga, ambaye wale ambao walienda mbele ya mahakama ni pamoja na Robert Maweu Mutula ambaye ni yule ambaye amesimamia upasuaji ama ni surgeon ambaye alifanya upasuaji huo, na pia tunamuona pale Lilian Edna Wanjiru ambaye ni mfanyikazi wa hospitali hiyo ya body by design, George Wakaria Njoroge pia na pia mwenyewe ambaye ni mmoja ambaye alikuwa anafahamu, tatafuta jina lake alafu nitakuwa naelezea, lakini hao walienda kotini, walikuwa napaswa kufika mahakamani siku ya Jumanne lakini hawakuenda, na kwa sasa tunaona kwamba wamepatiwa manslaughter, wamekuwa charged na manslaughter. Kwa hivyo tutakuwa tunafuatilia kesi hicho ili tuendelee kuwaelezea kwamba ni yapi yataendelea kutokea na kama Lucy Ng'ang'a atapata haki yake. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaisoma kwenye ukurasa wa 2 gazeti la The Star. Tukisonga mbele kwenye gazeti hilo la The Star tunaona Mailu, father of erotic tale feels misunderstood. Ni taarifa ambayo inamwangazia mzee mmoja ambaye kidogo ni kama watu hawamwelewi kwa yale ambayo anayafanya. Mailu erotic tale anasema kwamba watu hawamwelewi vizuri kwa yale ambayo anayafanya. Taarifa ambayo utaipata ukurasa wa 18 kwenye gazeti hilo la The Star newspaper. Tukisonga mbele gazeti hilo la The Star ukurasa wa 6, Ruto lays ground to reclaim Mount Kenya. Kwa hivyo kidogo ni Rais William Ruto ameenda pale sasa na nguvu kwenye ziara yake ya Mlima Kenya, ameingia kule ili aweze kutawala eneo hilo la Mlima Kenya, baada ya Rigathi Gachagua kusema kwamba yeye ndiye amesimamia eneo hilo na yeye ndiye ataamua kama Rais William Ruto ataenda kule ama hataenda. Lakini tumeona kwamba Rais William Ruto amekuwa akipuuza madai yake na pia gumzo lake Rigathi Gachagua akisema kwamba mimi nitaenda tu, hata kama unasema kwamba wewe ndiye kingpin ama wewe ndio unasimamia watu wa Mlima Kenya, ama ukisema kwamba mlima isiguzwe. Kwa hivyo ni madai yake
Rigathi Gachagua, lakini tumeona Rais William Ruto amekuwa mjasiri na ametembea ziara yake ya Mlima Kenya ikiingia siku ya 3, na kufikia sasa hatujaona kama kuna watu ambao wamemfukuza labda ama wamemkosea Rais William Ruto, na kwa hivyo tunaona Rais William Ruto pia akiwaambia kwamba najua kwamba mlinipa kura nami sitakuwa nasahau wale ambao waliniweka serikalini. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti la The Star. Tukisoma mbele gazeti hili la The Star ukurasa wa 17 tunaona Emmanuel Wandera invest more in baseload power to meet demand. Ni taarifa ambayo inaendelea kuangaziwa kwenye gazeti hilo la The Star. Unaweza kununua na uisome gazeti hilo. Kwa hivyo tukisonga mbele kwenye gazeti letu la mwisho la siku, gazeti la Taifa Leo. Gazeti ambayo imepatiana taarifa ama imepatiana kipaumbele kwa taarifa ya Rais William Ruto, ambaye tumeona katika hatua ya kimkakati inayolenga kudumisha uungwaji, rais atafuta na kuteua maafisa kutoka mlimani. Kwa hivyo kwa sasa imeonekana kwamba Rais William Ruto ameamua na kwamba atakuwa anapatiana viti serikalini kutoka kwa milima ama Mlima Kenya, viongozi ambao wanapatikana Mlima Kenya. Na tunaona kwenye ukurasa wa 2 mwandishi akisema kwamba Rais William Ruto anaonekana kuwa mwangalifu zaidi kwa namna anavyoshughulikia eneo la Mlima Kenya katika serikali yake, huku akiwafuta kazi baadhi ya viongozi na kuteua wengine kutoka eneo hilo. Kwa hivyo tuliona kwamba Justin Muturi ametolewa ofisini hivi majuzi, na yule ambaye aliingia kwa nafasi yake pia alitoka Mlima Kenya, ambaye alikuwa ni mbunge wa Mbeere Geoffrey Ruku. Na tukaona wakati naibu wa rais Rigathi Gachagua pia alitolewa ama aliondolewa mamlakani, aliyeingia ni Kithure Kindiki ambaye pia ametoka Mlima Kenya. Wizara ya Kilimo tukaona alikuwa ambaye alikuwa kwenye wizara hiyo hapo awali ni Andrew Karanja, anayeingia ama aliyeingia kuchukua nafasi yake ni Mutahi Kagwe ambaye pia anatoka Mlima Kenya. Wizara ya ICT na uchumi dijitali tulimuona Daktari Margaret Nyambura ambaye alitolewa na William Kabogo kuwekwa kwenye sekta hiyo ama wizara hiyo. Na bodi ya KICC tukaona Irungu Nyakera alikuwa hapo awali, na aliye chukua usukani ni Samuel Waweru Mwangi. Kwa hivyo hao wote wanatoka Mlima Kenya. Kwa hivyo hata kama Rais William Ruto anashinda akiwatoa serikalini, labda kwa sababu wamekosana na kwa sababu hawajakuwa akifanya mambo yanavyotarajiwa, akiwatoa bado wale ambao anawaweka ndani ni kutoka Mlima Kenya. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imeangaziwa ukurasa wa 2 kwa gazeti la Taifa Leo. Ukurasa wa 3 tunaona wanasiasa wachafua mlo wa walimu, vyama vikilalamikia upendeleo. Ni taarifa ambayo imeangaziwa kwenye baadhi ya gazeti tofauti asubuhi hii ya leo. Tunaona kwamba kumekuwa na madai wabunge wa serikali wanapewa barua za walimu kiholela. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tumeiangazia hapo awali na unaweza kuiangalia kwenye ukurasa wa 3. Ukurasa wa 5 waomba EACC ifuatilie msikiti ulionyakuliwa. Jamii ya Waislamu imealika EACC kuchunguza madai ya unyakuzi wa msikiti wa kihistoria. Kwa hivyo ni msikiti ambao ulinyakuliwa, na sasa jamii ya Waislamu inataka EACC kuingilia kati ili kufanya uchunguzi kujua kwamba ni nani aliyechukua msikiti huo. Taarifa utaipata ukurasa wa 5. Jopo la IEBC laongezewa siku 14 zaidi. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tuliangazia hapo awali kwenye gazeti moja asubuhi hii, na tunaona kwamba Taifa Leo pia imeangazia taarifa hiyo. Inasema kwamba jopo hilo chini ya Nelson Makanda litafanya uteuzi kufikia Mei 12 ama tarehe 12 Mei mwaka huu. Na tulikuwa tumeona hapo awali walikuwa wamalize uteuzi huo kufanya
Na uteuzi huu ulikuwa unaendelea mpaka tarehe 25 mwezi huu, lakini tunaona wameongezewa wiki 2, kwa hivyo uteuzi huu utakamilika kufikia Mei tarehe 12 mwaka huu wa 2025. Ni baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la Taifa Leo. Na sasa tunaona Chelsea tayari kwa Tottenham. Kwenye habari za spoti ukurasa wa 20, The Blues wana rekodi nzuri nyumbani dhidi ya Spurs. Taarifa hiyo utaipata kwenye ukurasa wa 20 kwenye gazeti la Taifa Leo. Najua kwamba tuna wapenzi wengi wa kandanda nchini, kwa hivyo tutakuwa tunaangazia, na kama unataka kuangalia taarifa hiyo utaiangalia kwenye ukurasa wa 20 gazeti la Taifa Leo. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya yale matukio ambayo yametokea na yameangaziwa kwenye gazeti zetu asubuhi hii ya leo, asubuhi ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025. Kwa hivyo ni baadhi tu ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele. Kwa sasa nitachukua mapumziko mafupi, nikirejea nitakuwa narudi na mgeni wangu ambaye ni mwanamke bomba ambaye tutakuwa tunamvisha taji lake, kwa sababu tunajua kwamba amekuwa akifanya mengi kwenye uwanja wa siasa, haswa kwenye kaunti ya Bomet. Alikuwa ni mwakilishi wa kwanza wa kike kwenye kaunti hiyo ya Bomet, na pia ni mpenzi sana wa masomo, haswa hisabati na sayansi. Najua kwamba wanawake wengi huwa inakamilika kwamba wanawake hawapendi hesabu wala hawapendi sayansi, lakini yeye anapenda sana hesabu na sayansi. Kwa hivyo tutakuwa tunamhoji hapa ndani kwenye studio zetu asubuhi hii ya leo. Anaitwa Cecilia Ngetich, ambaye alikuwa ni mwanamke ama mwakilishi wadi wa kwanza kwenye kaunti ya Bomet. Tutakuwa tunaangazia nafasi ya mwanamke katika siasa nchini Kenya. Je, wanawake bado wamechukua usukani kwenye siasa nchini Kenya, au wanawake bado hawajafika mahali ambapo wanafaa kufika? Je, ile rule ya the 2/3 gender rule ambayo inaangaziwa kwenye bunge letu la kitaifa, je, ni inafanya kazi au la? Kwa hivyo hayo na mengi zaidi tutakuwa tunaangazia kwenye awamu ya 3, ambayo ni mjadala ambao utakuwa unaelezea nafasi ya wanawake katika siasa. Nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu, usiende mbali. Unatazama